Umewahi kuwa na changamoto za kubadilisha tabia? Basi katika video hii nitaenda kukuelezea level 3 za kubadilisha tabia. Huenda umekuwa ukistruggle na tabia fulani ambayo huenda huipendi na unataka kuibadilisha, au huenda kuna tabia fulani nzuri ambayo unatamani kuwa nayo lakini unashindwa kuifikia. Kwa leo nitakuelezea kuna level 3 za kubadilisha tabia, na ukizipangilia hizi level vizuri, utapata hiyo tabia njema unayoitaka au utaacha hiyo tabia mbaya ambayo hauitaki. Tabia yoyote ile, unataka kuacha tabia mbaya kama vile labda ulevi, kuvuta sigara, kusema uongo, uzinzi uliokithiri, tamaa iliyokithiri, ulafi, tabia yoyote ile mbaya ambayo unataka kuiacha, au kama unataka kujenga tabia yoyote nzuri, kwa mfano tabia ya kujisomea neno la Mungu, tabia labda ya kutenda wema, matendo ya ukarimu, tabia yoyote ile ambayo ni nzuri, tabia labda ya kujenga mwili wako, kujiweka uwe fit, tabia ya kutunza, kutrack spending zako, kutrack earnings zako, kutrack revenue na expenses zako, tabia yoyote ile ambayo ni nzuri, unaweza ukajenga tabia yoyote ukizingatia hizi level 3 za mabadiliko ya tabia. Kutokana na tafiti zilizofanywa kuhusu tabia, inaonyesha kuna level 3 za kubadilisha tabia. Unaweza ukaanza kubadilisha kutokana na hizi level 3. Unaweza either ukabadilisha results, process au identity. Nikimaanisha, unaweza ukabadilisha matokeo au ukabadilisha namna ya utendaji au ukabadilisha identity. Nikizungumzia identity, nazungumzia utambulisho wako wewe mwenyewe. Nitakuelezea kwa kina zaidi kuhusu hivi vitu vitatu. Tutaangalia mstari mmoja tu ndani ya Biblia na huu utaweza kutuelezea. Kwa sababu gani? Unachokipata ni kile ambacho unakuwa. Sasa kwenye hizi level 3 za mabadiliko, mwingine anaweza akaanza kwanza kwa kubadilisha result anayoitaka, alafu akaunda process, alafu baadaye ndo akaja kwenye identity, au mwingine akaanzia kwenye identity, akaja kwenye process, akaja kwenye result, mwingine anaweza akaanzia process. Lakini shida inayokufanya ushindwe kuacha tabia mbaya na kujenga tabia nzuri ni kwamba unazibadilisha hizi level 3 za mabadiliko ya tabia. Leo nitakuelezea unaweza ukaanzia katika sehemu gani. Ili uweze kubadilisha tabia vizuri, unapaswa kuanza na kubadilisha kwanza identity, halafu ndipo ubadilishe process, halafu ndipo utabadilisha matokeo. Haya yote Mungu alikuwa ameshatuandikia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1. Maneno ya kwanza kabisa ambayo Mungu alisema na wanadamu, alisema kuhusu jambo hili. Mungu alivyowaumba wanadamu na akawatuma duniani, akawaamuru wafanye kitu fulani. Nitasoma kutoka katika Biblia yangu. Biblia yangu ni kubwa sana. Biblia yangu ni kubwa sana. Sijui ndio inamaanisha kwamba mimi nimeshika neno zaidi, lakini anyway nina Biblia kubwa sana. Na hisi ina kama kilo 8 au 9, ni kama dumbbell za gym Lakini nitasoma, ni kwa sababu imeandikwa kwa Kiingereza na Kiswahili pia. Kwa hiyo nitasoma kwa Kiingereza na nitatafsiri kwa Kiswahili. Lakini kama Kiingereza ni kigumu kwako, tuna darasa la Kiingereza pia. Unaweza ukaja na ukajifunza Kiingereza. Anyway, nitasoma. Ukisoma Mwanzo sura ya 1 kuanzia mstari wa 27 mpaka wa 28, Mungu anazungumza na wanadamu. Sasa mstari wa 28 unasema, God blessed them and said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and every living creature that moves on the ground. Kwa Kiswahili inasema Mungu akawabariki, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze tena dunia na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe kiendacho, na kila kiumbe hai kiendacho juu ya ardhi. Unaweza usione jinsi ambavyo Mungu anazungumza kuhusu tabia, lakini kuna kitu kimoja profound sana kuhusu tabia. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anawaambia wanadamu ni kwamba kabla Mungu hajawaambia nendeni mkamiliki na kutawala. Wengi wao wana mafunzo ya kumiliki na kutawala, lakini kabla ya kumiliki na kutawala kuna neno la kwanza analowaambia. Kwa Kiswahili imeandikwa zaeni. Kwa Kiingereza wametumia be fruitful. Be. Neno be linamaanisha nini? Sio nyuki, si ndio? Lakini be maana yake ni kuna hali fulani unayotakiwa kuwa nayo. Kuna hali fulani unayotakiwa kuwa nayo kwanza ndipo uweze kumiliki. Mungu ameanza kwa kuambia be fruitful, maana yake kuweni katika hali ya kuzaa. Halafu cha pili ndo akaja kuambia sasa, baada ya kuwa katika hali ya kuzaa, mfanye nini? Anakuja anasema cha pili,
Baada ya be fruitful anaambia sasa increase in number. Hilo ni jambo la kufanya, kwamba wazaliane, wakaongezeke. Na kitu kingine anachokuja kuambia fill the earth and subdue it. Haya yote ni matendo ya kufanya. Kwa Mungu alianza kwanza kwa kuambia kwanza wawe na mtazamo fulani, fikra fulani, hali fulani, ndiyo itawasaidia wao kutenda jambo fulani, na mwisho wa siku waweze kumiliki kitu fulani. Nitakuonyesha haya yote kwa wepesi kabisa kupitia baadhi tu ya mifano. Kwa mfano, unakutana na watu wawili ambao walikuwa wanavuta sigara, lakini wanataka kuacha tabia ya kuvuta sigara. Wa kwanza unampa sigara na anakwambia kwamba samahani, mimi najitahidi kuacha kuvuta sigara. Na wa pili unampa sigara, anakujibu kwamba hapana, mimi sio mvuta sigara. Hawa watu wawili tayari wamevaa identity mbili tofauti. Huyu wa kwanza anayekwambia kwamba mimi naacha, maana yake amevaa identity gani? Kwamba mimi ni mvutaji ambaye ninaacha. Lakini huyu wa pili, hata kama alikuwa mvutaji, amevaa identity ya kwamba mimi sio mvuta sigara kabisa, na kwake itakuwa ni rahisi kuacha hiyo tabia ya kuvuta sigara. Sijui kama unapata picha. Kufikia lengo au kuseti malengo sio vibaya, lakini goal na system bila identity ni kazi bure. Kuweka malengo na kutengeneza mipango bila kuwa na utambulisho binafsi ni kazi bure. Siku zote tabia ambazo haziendani na mtu fulani haziwezi kudumu. Kwa mfano, unahitaji uwe na hela nyingi, lakini una spend kuliko unachokiingiza. Lini utapata hiyo pesa nyingi kama unatumia kuliko unachokiingiza? Au unahitaji kuwa na kupungua uzito, lakini chakula ukikiona wewe unakitaka, sijui kikipikwa hiki ni wewe, chapati asubuhi ni wewe, supu asubuhi ni wewe, sijui nini, kila kitu ni wewe. Unategemea utapungua lini? Kwa sababu haujavaa ule uhusika wa mtu ambaye ana mwili wa aina fulani, hautaweza kufikia lile lengo mpaka kwanza uanze kubadilika ndani yako. Kuna kiongozi mmoja ndani ya kanisa letu mwaka huu amekuwa akisisitiza sana kuhusu mtazamo. Karibu kila akitoa elimu huwa anasema kuhusu mtazamo. Naamini wengi mnamfahamu, lakini mtazamo ni kitu muhimu sana katika kujenga tabia yoyote na kupata mafanikio yoyote. Kwa sababu gani ninasema kuvaa uhalisia au utambulisho unaweza kukusaidia kubadilisha tabia? Ni kwa sababu ukiuvaa uhusika fulani itakupa pride ndani yako kwamba mimi ni mtu wa aina fulani, siwezi kufanya kitu fulani. Ukivaa uhusika kwamba mimi huwa ni mtu ambaye naamka mapema asubuhi, alamu ikiita asubuhi mapema tu lazima utaamka. Kwa sababu gani? Mimi ni mtu wa asubuhi. Ukivaa uhusika kwamba mimi ni mtu wa gym, lazima tu utaenda gym. Kuna tofauti moja kati ya mtu wa gym na mtu ambaye anaanza kufanya mazoezi. Mtu ambaye anaanza kufanya mazoezi au mtu mpenda mazoezi ni yule mtu ambaye anafanya akipenda, lakini mtu wa gym akiamka asubuhi hawazi kama leo sijui kama nitaenda au sitaenda. Anachokiwaza ni kwamba leo nikienda nitafanya nini? Kwenda tayari kwa given. Kwa sababu gani? Mimi ni mtu wa gym, si ndio? Vivyo hivyo ukileta sasa kwenye masuala ya imani. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye mimi ni msoma Biblia. Ukishavaa uhalisia kwamba wewe ni msoma Biblia, haitakupa shida kwamba leo nisome au nisisome. Kwa sababu gani? Wewe ni mtu wa kusoma Biblia. Kwa utasoma tu hata kama ni mstari mmoja kila siku, lakini utausoma huo mstari mmoja kabla hujalala. Kwa sababu gani? Umeshavaa uhalisia kwamba mimi ni msoma Biblia. Sio kwamba mimi ninajitahidi kusoma Biblia. Uhalisia, uhusika ndio unakuchagiza wewe kuenda katika tabia unayoitaka. Kwa hiyo kila kitu kinaanza na mtazamo, kila kitu kinaanza na identity. Ukishaweza kupata ile identity shift, kwa Kiingereza huwa wanazungumzia sana ile neno identity shift, utakapoipata ndipo itakusukuma wewe kutunza tabia njema au kuacha tabia mbaya. Mtu yoyote anaweza kuona furaha na mtu yoyote anaweza kupika siku moja au kwenda gym siku moja au kufanya usafi siku moja au labda kusoma Biblia siku moja au labda kufanya matendo ya huruma, matendo ya msaada siku moja, lakini kutunza ile tabia inabidi mtu yule avae uhalisia, avae uhusika kwamba mimi ni mtu wa aina fulani, ndipo ataweza kuitunza tabia hiyo. Tukumbuke mwanadamu una act au unatenda kulingana na imani ulionayo.
Wanafunzi wetu wengi mnaelewa kuhusu maarifa, imani na matendo, si ndio? Unatenda kulingana na imani ulionayo. Hauwezi ukatenda nje ya imani ulionayo, inakuwa ni ngumu sana. Hata kama utaweza kutenda mara moja nje ya imani ulionayo, lakini itakuwa ni ngumu kusustain tabia hiyo mara kwa mara. Lakini ukishavaa identity, uhusika kwamba mimi ni mtu wa aina fulani, utajikuta ukitenda tena na tena. Kwa sababu gani? Tayari wewe ni muhusika. Sasa nitakupa njia ya kurahisisha wewe kuweza kutenda kulingana na uhusika wako. Kama huu uhusika unaona ni mgumu kuuvaa na huenda ni mara yako ya kwanza kuanza katika uhusika huu, jaribu kufanya kitu fulani kinaitwa self talk. Self talk ni jinsi unavyozungumza na wewe mwenyewe. Kama hujawahi kuzungumza na wewe mwenyewe, anaweza ikaonekana haya ni mambo ya kizungu sana, lakini sio mambo ya kizungu, ni mambo ya kujenga mtazamo. Kwa mfano, kama unataka kuwa na tabia ya kuamka asubuhi, lakini wewe ni mvivu kuamka asubuhi, anza kujijengea uhalisia kwamba mimi ni mtu wa kuamka asubuhi. Utakachokifanya ni kwamba ukiamka asubuhi, tamka identity yako kwa sauti at least mara moja tu. Lakini ukiona kama ni tabia, ikiwa ni tabia labda ngumu sana kuishinda, fanya hata mara 3. Tamka mara moja tu kwamba mimi ni mtu wa asubuhi. Alarm imeita, kabla hujaizima alarm tamka mimi ni mtu wa asubuhi. Mimi ni mtu wa asubuhi. Mimi ni mtu wa asubuhi. Utaona aibu tu mwenyewe kuizima hiyo alarm, si ndio? Kwa mfano, vijana wengi wao wanazama kwenye dhambi ya uzinzi. Kabla hujafanya lile tendo au unapofikiria tu kufanya lile tendo, jaribu tu kusema kwamba mimi ni mtu wa Mungu. Mimi sio mtenda dhambi. Rudia tena. Kabla hujafanya uzinzi, jaribu kurudia tena. Mimi ni mtu wa Mungu, mimi sio mtenda dhambi. Alafu uone kama utaufanya huo uzinzi wenyewe, na kuhakikishia itakuwa ni ngumu kuufanya. Au ukisema mara moja, afu ukasubiri sekunde 3, akili yako ikakudanganya tena, rudia tena hata mara 3. Ni ngumu sana wewe kuzama katika matendo ya uovu kama ukijijengea uhusika wa kwamba mimi sio mtenda dhambi. Kabla hujafanya jambo lolote sema mimi sio mtenda dhambi. Utajikuta unaacha kufanya lile jambo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uhusika uliouvaa. Watu wengi wamekuwa wakivaa uhusika kulingana na vitu ambao wameambiwa na watu wengine. Kwa mfano, hauwezi hesabu, labda wewe sio mtu wa teknolojia, wewe sio mrembo, wewe hauko athletic enough, labda wewe hauna mvuto, hauwezi kufanya kazi hii kwa sababu hauna kitu hiki. Lakini kumbuka, aliyekwambia hilo ni nani? Ni mwanadamu mwenzako. Lakini je, Mungu anakwambiaje? Unayaweza yote katika nani? Yeye akutiaye nguvu. Sasa kwa nini usikilize wanadamu na uache kumsikiliza Mungu? Unaona changamoto inakuja ni kwamba umepata uhusika wako, identity yako unaitoa kwa wanadamu waliokuzunguka badala ya kutoa identity yako kutoka kwa ultimate identity ambaye ni Mungu aliyekuumba. Hii ni changamoto. Kwa hiyo kuanzia leo jaribu kuvaa ultimate identity kutoka kwa Mungu. Kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na Mungu anataka nifanye hivi, nifanye vile, niweze kufanikiwa. Na hakika mafanikio utaanza kuyaona yakija ndani ya maisha yako. Haukuzaliwa na imani fulani, preset belief kwamba mimi ni mtu wa aina fulani. Hayo yote umeyapata kupitia kusikia kutoka kwa watu. Ukiwa mtu ambaye unaweza ukavaa identity fulani, ndipo unaweza ukabadilisha tabia fulani. Sasa kitu kingine sasa, baada ya kuvaa identity, kama kuvaa identity kunaweza kukawa ni kugumu, na naamini kutakuwa ni kugumu, maana yake inakuwa ni kama vile unajidanganya mwenyewe. Sasa ili kuepuka huko kujidanganya na kuweza kubackup hiyo identity uliyoifanya iweze kuendelea, unaweza ukasema hivyo kwa labda unaweza ukabadilisha tabia kwa identity shift ndani ya siku moja, lakini ukashindwa kuitunza tabia ile kwa siku ya pili. Ili uweze kuitunza tabia ile na iwe tabia endelevu, unapaswa kufanya vitu vidogo vidogo ambavyo vitakupa confirmation ya tabia ambayo umekuwa nayo. Vitakupa confirmation ya identity yako mpya. Kwa mfano, ukitaka kuwa mtu ambaye ni msafi na ni mtu wa mipangilio, anza tu kwa kitendo kidogo. Kwa mfano, kutandika kitanda chako asubuhi. Unapokitandika kitanda chako asubuhi, jisemee tu moyoni mwako kwamba mimi ni mtu ambaye ninapangilia vitu vyangu. Tayari unakuwa umesema na haujajidanganya, kwa sababu tayari kuna action moja ambayo inakuonyesha kweli wewe ni mtu wa mipangilio. Na kadri siku inavyokuwa inaenda, utakuwa unakumbuka kwamba wewe ni mtu wa mipangilio na utapangilia vitu vyako.
Kurudia rudia kunakupa accumulation of evidence kwamba mimi ni mtu wa aina fulani. Hii accumulation ya evidence ndio inaendelea kujenga tabia. Kufanya kitu mara moja hakutoshi kukujengea tabia. Kwa mfano, ukienda leo ukapiga mpira uwanjani mara moja, je, wewe tayari ni mcheza mpira? Hapana, si ndio? Au ukichukua Biblia yako leo ukasoma mstari mmoja, tayari wewe ni msoma Biblia? Hapana, si ndio? Ukichukua kitabu cha biology leo ukasoma sehemu moja anatomy, tayari wewe ni daktari? Hapana, si ndio? Lazima uwe una repetition, marudio, ili kuweza kukujengea hiyo tabia na iweze kustick. Kila kitendo unachokifanya kinakuwa ni kama kupiga kura kwa ajili ya tabia yako ya mbele. Kila action unayoifanya ni kura kwa ajili ya uhusika wako. Kama wewe ni mtu ambaye unataka kuwa labda fit, nataka kutengeneza body. Ukila chakula kizuri, manake umejipigia kura nzuri kwenye mimi ni mtu fit. Ukila chakula cha hovyo, umejipigia kura kwamba wewe ni mtu wa aina gani? Wewe ni mtu wa hovyo pia, si ndio? Ukitaka kusema kwamba mimi sio mtenda dhambi, ukiepuka dhambi mara moja, tayari unajijengea uhusika kwamba mimi sio mtenda dhambi. Lakini ukiifanya, unakuwa umejijengea uhusika gani? Wewe ni mtu wa hovyo, si ndio? Ukiwa kwa mfano unataka kuwa mtu ambaye nina budget vizuri, unapopita sehemu ukatamani kununua kitu cha ovyo, ukajizuia, unakuwa umepiga kura kwamba wewe ni mtu wa budget. Lakini ukitumia hela vibaya, unakuwa ni mtu wa ovyo, si ndio? Ukiwa unataka kuwa mtu ambaye unavaa vizuri, basi kila siku unapovaa vizuri unakuwa umejipigia kura kwenye mtu ambaye ni mvaaji vizuri. Lakini unapoamka na ukuvaa chochote kilichokuwa mbele yako, unakuwa umejipigia kura ya kuwa mtu wa ovyo, si ndio? Kwa hiyo inabidi uepuke kuwa mtu wa ovyo. Kila kitendo unachokifanya ni kura kwa ajili ya uhusika wako au uhalisia wako wa utu wako wa baadaye. Hivyo lazima uwe makini kwa kila kitendo unachokifanya. Ningependa kuhitimisha kwa kukwambia kwamba kabla hujafanya tabia fulani, jaribu kujiuliza kama bado ni ngumu kuvaa uhusika, na kama bado ni ngumu kufanya matendo madogo madogo ambayo yatakupelekea katika uhusika huo. Jaribu kujiuliza kabla hujafanya kitendo chochote, jiulize, je, mtu wa uhusika ule ninaoutaka angefanya nini kwenye situation kama hii? Umepita zako nje, wewe ni mtu wa kujenga mwili, umekutana na donuts zinauzwa, umetamani kula vitumbua. Jiulize, mtu anayetafuta flat tummy au mtu anayetaka kujenga misuli six pack, je, angekula vitumbua vile? Kama hapana, basi jipigie kura kwamba kama ni hapana, jipigie kura usile vitumbua hivyo. Unataka kuwa mwandishi wa vitabu, jiulize, mwandishi wa vitabu anafanya tabia gani? Unataka kuwa mkimbiaji wa marathon, jiulize, mkimbiaji wa marathon anafanya tabia gani? Katika kila tabia unayotaka kuivaa, jiulize, watu wenye tabia ile wanafanya vitu gani? Au watu wenye utu wa namna ile wanafanya vitu gani? Ukiwa unataka kuwa mtu ambaye uko vizuri katika kumanage pesa yako, jiulize, wale watu wanaomanage pesa vizuri wanafanya matendo gani kila siku? Ukiwa unataka kuwa labda mkimbiaji, kwa sababu ukiwa unataka kuwa mkimbiaji utajiuliza wakimbiaji wanafanya nini. Ukiwa unataka kuwa mtu wa gym utajiuliza watu wa gym wanafanya nini. Ukiwa unataka kuwa mtu wa Biblia utajiuliza watu wasoma Biblia wanafanya nini. Ukiwa unataka kuwa mwandishi utajiuliza waandishi wanafanya nini. Vivyo hivyo hata katika mafanikio ya kiuchumi, jiulize, watu wenye mafanikio ya kiuchumi wanafanya nini kila siku? Vaa utu wao na utende matendo yao, uendelee kujipigia kura. Kila tendo unalolifanya linapiga kura, aidha ya wewe kuwa katika ule utu unaoutaka au kuwa katika utu ambao hauutaki. Hivyo kuwa makini na kila kitendo kidogo unachokifanya, kwa sababu kila kitendo kidogo ni kura kwa utu wako wa baadaye. Kwa hiyo nipende kuhitimisha tu kwa kusema, ili kuweza kubadilisha tabia kuna mtiririko. Usije ukaukosea huu mtiririko. Mungu amekupa mtiririko kwamba lazima uanze kwa kujivika utu fulani, uhusika fulani, utambulisho fulani, identity. Kisha ile identity ikusaidie kujenga process. Kisha hizo process zitakufikisha kwenye goal au result yako. Ukianza kwa kuweka goals alafu ukarudi nyuma kwenye process, alafu ndio uje kwenye identity, hapo katikati unaweza ukapata changamoto na ikawa ngumu kwako kuweza kujivika uhalisia huo na kupata matokeo vizuri.
Kwa hivyo kuanzia leo jaribu kujivika uhusika wa mtu ambaye anataka kitu fulani, au mtu ambaye ana kitu fulani anafanya nini. Fanya hivyo vitu na hakika utapokea mafanikio. Kwa hizi ni dakika chache kutoka kwetu, na katika kipindi kijacho tutaangalia kuhusu ngazi 4 ambazo zinajenga tabia ya mwanadamu. Tutaenda kuangalia katika kipindi kinachokuja, na utagundua kwa nini unarudia tabia mbaya na kwa nini unapata ugumu kuanzisha tabia njema. Kwa hiyo endelea kusikiliza, endelea kufuatilia Maisha Life. Tuonane tena katika siku hiyo, na nipende kukupongeza kwa baraka ambazo unaendelea kuzipokea.